Oh, nasikia raha nikiwa na wewe. Nasikia raha nikiwa na wewe. Oh baby, nasikia raha. Oh baby, weka shuka kwa kitanda, tuje tulale mama, nama ulale na kanga, maana nimekumisi sana. Naam, ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena. Ni kusalimu tu kwamba uhali gani mpenzi msikilizaji wa RJM 97.4 popote pale ulipo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Ifahamu Teknolojia. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia masuala mbalimbali ya namna watu wanavyotumia mitandao ya kijamii pamoja na internet. Lakini siku ya leo msikilizaji utakuwa nami, langu jina ni Rehema Ramadhan Saidi, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wageni ambao katika siku ya leo wameweza kufika hapa studio, naye si mwingine bali ni Hussein Ali Saidi. Yeye ni wakala wa huduma za kifedha kwa njia ya mitandao ya kijamii pamoja na njia za mitandao ya kibenki, lakini pia ni mdau mkubwa wa kampuni ya Yasi. Lakini pia tutakuwa naye Ali Faki Hamadi. Yeye pia ni wakala wa huduma za kifedha kwa njia ya mitandao ya kijamii na mitandao ya kibenki. Na siku ya leo msikilizaji ni kwamba tutakwenda kuzungumzia juu ya mada inayosema kukaa salama mtandaoni. Na hii ni kutokana na kwamba vitendo vya utapeli, ulaghai kwa njia ya mitandao vimekuwa vikiongezeka sana nchini Tanzania, haswa mara baada ya kuongezeka kwa mfumo wa huduma za kifedha kwa njia ya simu na mitandao mbalimbali ya kijamii. Watu wengi wamekuwa wanapoteza fedha kwa sababu ya pengine hawafahamu taarifa feki ni zipi, lakini pia taarifa ambazo zinakuwa ni halisi ni zipi, na matangazo feki ni yapi, ulaghai upo katika namna gani, lakini pia matapeli wanatumia njia gani katika kuhakikisha kwamba wanawatapeli watu ama wanajipatia vipato kwa njia ambayo si halali. Sasa leo tutakwenda katika mada yetu ya leo tutakwenda kufahamu aina mbalimbali za utapeli ambazo zinakwenda kujitokeza. Na hiyo ndio mada ambayo tuko nayo siku ya leo, lakini pia baadhi ya taarifa ambazo tutakufikishia katika siku ya leo katika kipindi hiki. Karibu sana, lakini wakati tunaendelea mbele msikilizaji ni kwamba unayo nafasi ya kujiunga nasi kupitia nambari yetu 0779974974 ili uweze kujumuika nasi hapa kuchangia chochote ambacho kitakuwa kimezungumzwa hapa, kimezungumzwa na wadau wetu hapa studio, lakini pia wadau mbalimbali huko mtaani, lakini kile ambacho kitakwenda kuzungumzwa na mtaalamu. Wageni wangu karibuni sana katika studio za RJM. Asante. Pengine kwa faida ya msikilizaji nikianza na ndugu Ali Faki Hamadi, wewe ni kiundani zaidi, ni nani haswa, unapatikana wapi na unajishughulisha na vitu vingine vipi haswa? Asante ndugu mtangazaji, kama ulivyotangulia kusema, jina langu mimi naitwa Ali Faki Hamadi, ambaye ni wakala wa Tigo Pesa au wa mitandao ya kijamii pamoja na mitandao ya kibenki. Napatikana katika maeneo ya Roundabout Micheweni. Sawa kabisa, anapatikana maeneo ya Roundabout Micheweni hapo, na hapo ndipo anapofanya shughuli zake. Karibu pia ndugu Hussein Ali Saidi. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam. Kwa majina naitwa Hussein Ali Saidi, lakini nina jina ninalotambulika zaidi kwa Spekita. Naam. Ukweli mimi ni wakala wa mitandao ya simu na ni mdau wa kampuni ya Yasi. Yes. Ambayo zamani ilikuwa ni Tigo. Kwa bahati Micheweni tuna ofisi ipo karibu na Roundabout. Japo imejificha kidogo, lakini ni ofisi ambayo inatoa huduma zote za mtandao wa Yasi. Na tumekuja hapa kwa mwaliko maalum. Kwanza tutoe shukrani zetu kwa mwaliko huu mzuri ambao tunaweza tukajadili baadhi ya vitu vitakavyoweza kuisaidia jamii.
Naam, karibuni sana. Lakini msikilizaji, ni kwamba kabla hatujaendelea mbele, pengine nikuulize swali tu kwamba je, kwa upande wako wewe ulishawahi kukumbana au ushawahi kukaribia kutapeliwa katika njia ya mitandao? Ilikuwaje? Basi share nasi kupitia nambari yetu hiyo ambayo nimekutajia 0779974974 ili tuweze kujifunza pamoja katika situation hiyo ambayo wewe uliweza kuipitia. Naam, wageni wangu hapa studio, nianze kwanza kwa kuuliza maswali, pengine na nyinyi kwa upande wenu, nikianza na ndugu Alifaki. Je, ulishawahi kukumbana na swala la utapeli kwa njia ya mitandao ya kijamii, na kama ilikuwa hivyo ilikuwaje? Utuelekeze kwa ufupi kidogo. Asante ndugu mtangazaji. Ukweli ni kwamba nimeshawahi kukutana na hilo janga la utapeli. Hata kama sikukutana nalo mimi moja kwa moja, kwa kama zilivyo ofisi nyingine tunakuwa na watendaji wa ofisi. Kwa hiyo walizokutana na hilo janga ni watendaji wangu wa ofisi. Si mara moja wala sio mara mbili. Na kwa nini lilitokea hilo janga? Mimi niseme kwamba kinachosababisha majanga ya utapeli mtandaoni kutokea ni tamaa binafsi. Unapokuwa na tamaa binafsi, lazima majanga ya mtandao yatakukuta. Kwa mfano, sisi kama viongozi wa uwakala ambao tunawaacha wahudumu ofisini kwetu, moja, kwamba tunaingia kwenye vikao ambao kampuni aidha benki zinakwenda kutufahamisha, kutupa elimu nini maana ya uwakala, nini wajibu wa wakala, ana majukumu gani wakala kwa mteja, na mteja ana majukumu gani kwa wakala. Lakini kwa bahati njema sana, watendaji wetu unapowaacha ofisini wanajaliwa ni tamaa. Kwa mfano, sisi tukiwa ofisini, mtendaji wangu anaweza akapigiwa simu, ni mtu akasema kama mimi anatoka ofisi ya Tigo, nitoe mfano, pengine kamisheni yako ya mwezi uliopita imekaa vibaya, pengine wanakuambia ulitakiwa upate 600,000 lakini umepata 400,000. Kwa hiyo kama mtendaji unaona kuna ongezeko la 200,000 hapa nitalipata, nifanyeje? Anakuambia sasa, huyo tapeli yani anakuambia ambaye kajitambulisha kama ni mtu kutoka Tigo, fanya 1 2 3. Kwa hiyo unapomfuata finally, ukishamaliza ile process, unakuja jikuta kilichokuwa kwenye simu kimeondoka, kwa sababu yeye haendi moja kwa moja kwenye namba za kawaida, lazima atakuteming. Kuna namba ataibadilisha ili uone kama kwa namba hii hawa ni wahudumu wa moja kwa moja wa Tigo. Kwa hiyo ukishaenda hivyo, pesa inapotea, unaobaki sasa ni kujiumiza, sababu hata ukimpigia simu hapatikani. Na sifa moja ya tapeli, akiingiziwa tu ile pesa hapo yeye anatoa na hapatikani tena. Kwa hiyo hata tukipiga simu unaambiwa hii pesa ishatolewa, na pesa ikishatolewa sasa inabidi usubiri, sasa uendelee kusubiri mpaka siku waingize pesa, ndio pesa watu wa huduma waiblock. Hujui ni lini, na mara nyingi wana laini zaidi ya moja sasa. Kwa hiyo ile laini inawezekana ikakata miaka miwili haitumiki tena. Wakati tunaambiwa tukienda kwenye mafunzo kama Tigo watakupigia kupitia namba 100. Kwa hiyo hapa unatakiwa tujue kwamba namba nyingine yoyote hiyo itakuwa namba ya kitapeli. Kwa maana hiyo ni kwamba kumbe hili swala linaanzia huku kwa baadhi ambao ni wahusika wa huduma hizo. Kwa maana hawa wafanyakazi ambao nyinyi mnakuwa mmewaamini na kuwaweka katika ofisi zenu. Ndiyo, linaanzia kwenye wahudumu wetu, kwa sababu wanajaliwa kwanza ni tamaa kama nilivyokwisha kusema. Na wakati mwingine inaweza ukapotezewa hela bila wewe binafsi kujua umepotezwa katika mazingira gani. Kwa hiyo tatizo linaanzia huko, sio wahudumu wetu tu. Hata wateja wetu matatizo yanaanzia hiyo kwenye tamaa. Sababu mtu ulivyomfahamisha au uliowapata mafunzo kutoka kampuni fulani au benki fulani, sawa, sicho wanachokuja kukitenda. Kwa sababu moja ya mkakati wa mitandao, wanataka umhudumie mtu ambaye unamuona, mtu ambaye unamfahamu. Yaani kumfahamu kwa mtu ni kuja na kitambulisho chake cha Uzanzibari au cha taifa. Kwa hiyo umhudumie mtu mwenye sifa hizo. Bahati njema sana kwa tamaa zetu tulizo nazo sasa, tunawahudumia watu ambao hatuna sifa ya kuwahudumia. Wakati huo kuna ukatakishaji fedha, tunaingia makosani wakati mwingine kwa masuala kama
Haya. Naam, nikisalia katika swali hili kwa upande wako ndugu Hussein, pengine wewe ulishawahi kukumbana na hali ya utapeli kwa njia ya mtandao, na kama ilikuwa hivyo kwa upande wako wewe ilikuwaje? Kuhusiana na habari ya utapeli, changamoto ya miamala ya simu mara nyingi ni mojawapo ni hiyo ya kiutapeli. Nizungumzie njia 3 ambazo nazifahamu kwa haraka. Ya kwanza ni ana kwa ana. Zishawahi kunikuta zote hizi na kupigiwa simu. Pia na kupokea ujumbe wa message. Kwa hiyo wa ana kwa ana, kuna watu ambao wanafanya hii kazi ya kitapeli. Ndio. Ina maana watembelea kwenye maduka yetu kwa upande wa mawakala au kuwatembelea hadi wateja wakidai kama wao ni mawakala. Wanasajili laini, lakini wanapokuja katika maduka yetu hawawi mawakala, wanakuja kama wateja kuja kuhitaji huduma. Kwa mfano, na siku moja nilipokea watu 2 lakini ambao siwafahamu. Bahati mbaya nilikuwa sina hata kamera ya kwa rekodi. Yes, kuchukua kumbukumbu au taarifa za. Kwa hiyo wale watu walipokuja pale kwenye duka langu, kwa sababu nilikuwa tayari najielewa na hii huduma. Walipokuja wakahitaji kuweka pesa. Mmoja alikuwa anafanya shughuli zake binafsi kuzunguka huku na huku, wa pili akataka kuweka hela. Bahati mzuri akaweka hela kama shilingi 15,000 kwa mara ya kwanza. Kitendo cha mimi wakala kumwekea ile hela, nilipofika sehemu ya kuweka namba ya simu, ikawa yeye anajishughulisha na kuongea na simu. Yaani akawa yuko busy zaidi kuongea na simu kuliko ni kunitajia ile namba yake. Ile namba ya simu. Yes. Sasa bahati mzuri mchezo nilikuwa tayari nishaushtukia. Kwa hiyo nilipo muhitaji anitajie namba ya simu, akahitaji nimpe simu ili aike namba yake ya simu kwa sababu asikatishe maongezi yake. Bahati mzuri nikampa simu. Alichokifanya ile sehemu ya kuandika namba ya simu kwanza aka-cancel. Ina maana akaandika namba yake. Wakala hapa muwe makini sana na ujifundishe kupitia hapa. Kwa hiyo alipochukua ile simu ya kwangu wakati anaandika namba yake ya wakala, kwa sababu hawezi kunitapeli pale mpaka yeye process zake anazozifanya ni kutega kwa ajili ya kujananua mtu mwingine. Sasa nikizungumza hivi nadhani nafahamika kwa upande wa kwetu kutega na kunanua. Ni kwamba huyu yeye alikuwa anapanga bomu lake. Mtu wa pili anayefuata sasa atakayekuja mtu wa 3, kwa sababu wale walikuwa wako 2. Bahati nzuri nilipompa ile simu, akachukua aka-cancel ile sehemu, akaandika namba ya mtu anayekuja kutoa hela. Sasa akaiandika ile namba, akaisave jina la Tigo Pesa zamani, ambapo ilikuwa ni Tigo kwa kipindi hicho. Sasa hivi tumebadilisha jina na maana unaitwa Yas na Mix by Yas. Kwa bahati alipoisave ile namba akaipa jina la Tigo Pesa. Halafu akaangalia kwenye message ya mwisho, mna kiasi gani? Ina maana akagundua kama mna shilingi 1,000,000 na kitu. Kwa hiyo ina maana yeye alirekodi muna shilingi 1,000,000 na kitu kwenye kichwa chake, lakini pale anahifadhi hivyo vitu. Hata nzuri baada ya kumaki hivyo vitu na kurekodi ile, akaingia tena kwenye muamala haraka, alafu akaweka namba yake ya simu, akanipa simu. Nikaweka kiasi kile alichonipa. Nilipoweka kiasi, bahati nzuri akaniambia kwa zingatia jina. Yaani nanitajia jina, aniambia kwa sawa hilo ndio jina. Nikaeka ile hela. Hajatoka pale akaniambia niwekea tena nyingine kwa sababu kuna kitu bado hajakamilisha. Akachukua kile, ina maana akanipa tena hela nyingine nimwekee. Wakati namwekea akachukua, nikafika sehemu ya kuweka tena namba ya simu. Akaniomba tena simu, wakati aendelea kuwa busy na kuongea na simu, hataki akatishe maongezi yake. Wakati sijui kama ilikuwa ongea na simu au ni kunizubaisha mie. Na yule mwingine mara auliza vocha, mara auliza simu na auliza vitu vingine. Yaani ilikuwa ni kunichanganya tu pale. Ili mradi tu usipate kufahamu kile ambacho. Yes.
Kwa bahati nikamwambia nitajie namba ya simu kwa awamu ya pili sasa hii. Akahitaji tena simu nikampatia. Sasa awamu ya pili ile alikenseli tena, sasa akarekodi namba ya simu iliyopo pale kwenye ile simu niliyompa. Okay. Bahati alipomaliza kurekodi vile na kashachukua kiwango ambacho kwamba kilikuwa kipo, bahati mzuri kwenye message yangu ya mwisho, yule na yule rafiki yake wakatoka baada ya kushamhudumia ile message yake. Nilichokifanya nikaingia kwenye contact zangu. Hapa mawakala wasiojielewa mara nyingi wapigwa sana. Yaani wanajisahau wakapigwa sana kiufupi, kwa sababu mtu anasave jina la huduma fulani, wewe anakutumia message unahisi kama hawa ni wenyewe. Bahati mzuri akaniletea ile simu, wale wakaondoka zao, akaja mtu mwingine. Alikuwa mwanamke bahati mzuri. Akija nataka kutoa hela kiasi gani? 1,000,000. Kaambia sawa toa. Yule mwanamke akashtuka. Akaona mbona wako wepesi hivi. Toa, lakini akaniangalia akaoja. Hapa mahali itakuwa bila shaka huyu kashashtuka. Sasa wengine ina maana mawakala wengine hapa. Akishapewa ile anakuja mtu mwingine kutoa hela, basi anatuma message ya kutengeneza kwa ile namba iliyoseviwa pale kwenye ile simu. Na kwa sababu tayari washachukua namba ya simu, ina maana inakuja message ya kutengeneza kupokea kwenye ile namba ya wakala. Kuwa umepokea kiasi fulani kutoka kwa mteja fulani na salio lako ni kiasi fulani. Mawakala wengi tulisomeshwa kuzingatia message kwanza kabla ya kumhudumia mteja. Lakini wakati mwingine tulisomeshwa kama hakikisha umeangalia salio la akaunti yako baada ya mteja. Sio kuangalia message tu, kwa sababu message zinaweza kuchelewa. Sio kuchelewa tu message, ina maana zipo changamoto nyingi zinazoweza zikafanya labda upokee kuchelewa kupokea message. Sasa bahati mzuri mtu yule anapokutumia ile message, wewe unaisoma ile message kama umepokea kiasi fulani cha hela. Ukiangalia kwenye message utakuta ni hicho kiasi tayari kimezidi, wewe unatoa hela tu kumpa pasi na kuhakikisha. Kwa hiyo tuwe makini mawakala kwa njia hii ya ana kwa ana. Alafu kuna njia nyingine ya kupigiwa simu. Ina maana watu anapiga simu wakijinasibisha kama wao ni watu wa huduma. Mwenzangu tayari alizungumza. Licha ya kuwa kwa leo ina maana ni mwanzo wa kwanza hichi kipindi, na imani tutaendelea zaidi. Alizungumza kwa muktasari, tutaizungumza kwa undani zaidi kwa siku za mbele. Tutatarajia pengine hiki kipindi kitakuwa ni endelevu, kwa hiyo tutaizungumza kwa undani zaidi. Alafu njia nyingine ni ya kutumia message. Kwa hiyo njia ya message ina maana kuna watu anakutumia message, alafu anakupigia simu pale pale kukuambia kwa kuna pesa zimeingia kimakosa. Kwa wateja walio wa kawaida wasiofahamu, akishapigwa simu ile anaambiwa kwa usimzungumzie mtu yeyote, kwa sababu watu wanakuwa wachoyo, nenda kwa wakala. Ili tuwe makini wateja wetu. Unapofika kwa wakala, ina maana yeye akuzuia usije ukamhadisia huyo wakala, wewe mpe simu. Kitendo cha wewe kumpa simu yule wakala, yule badala ya kuwa yeye ni mtoa huduma ambaye amekosea kutuma hela, anamwambia wakala, huyo dada yangu, pengine anabadilisha kipengele pale pale. Yaani hakufanyi tena kama yeye ni mtoa huduma kwa huyo mteja. Yaani anajibadilisha kama ni dada, ni kaka au ndugu au ni mtu yeyote tu karibu. Sasa hivi nachelewa hapa, nipo kwa wakala, naomba unitumie shilingi 80,000 au kiasi fulani cha hela haraka ili nipate niwahi, atakupa hela. Sasa yeye yule kashazoea tayari, kwa sababu tunakuwa na tamaa wakati mwingine. Mtu akishaambiwa kwa kiasi fulani yapo cha hela ni chako, sasa yeye hajui kinachoendelea pale. Wakala pengine atahisi yako huyu mtu haharibikiwa, pengine yuko kwenye usafiri, ina maana anataka wahi. Kwa maana hiyo wakala ataharakisha. Kwa hiyo tuweni makini kwanza kabla ya kumhudumia mtu. Kwa upande wa wakala, hakikisha umepokea kiasi cha pesa kutoka kwa mteja, na mteja usipigiwe simu tu pale pale ukakurupuka ukaenda kwa wakala. Ukifika hata ukienda huko kwa wakala, muambie kama huyu mtu kuna 1 2 3 kaniambia. Kwa hiyo yule wakala, wakati mwingine mawakala wengi wanao taaluma hii, atakwambia kama huyu ni mtu yuko mtu salama au ni tapeli. Na hata ikitokezea kuna mtu katuma hela kimakosa,
hutakiwi kumrudishia zile pesa, ziache mule kwenye akaunti yako. Wako watu maalumu wanaowekwa katika kuhudumia hizo hali. Yaani ikitokezea kuna mtu katuma hela kimakosa, ndio watoa huduma wa mtandao moja kwa moja wataizuia ile hela, watakupigia simu kuconfirm huyu mtu kakutumia hela kweli. Okay. Na je, hamfahamiani? Yaani atakuuliza kama hivyo. Sasa kama hamfahamiani, wewe toa ukweli tu, toa ushuhuda wa ukweli tu kama huyu mtu itakuwa kakosea, na maana atarejeshwa hela zake kama kawaida. Kama kawaida. Kwanza tuseme kwamba ni Hussein Ali Saidi huyo ambaye ni mdau wa kampuni ya Yas, zamani kijulikana kama Tigo, lakini pia ni wakala wa huduma za kifedha, ambaye ametupa mkasa wake. Kwanza niseme pole sana kwa kile ambacho ulikumbana nacho. Asante. Na imani kimekuwa darasa tosha kwa si tu mawakala wengine huko mtaani, lakini pia hata wananchi wa kawaida, kutokana na mtu anatumiwa message hapo anaondoka na kwenda kwa wakala na kufika kumshawishi kwamba atoe hizo pesa. Na imani imekuwa darasa kubwa sana. Lakini pia msikilizaji, nirudi tu kwako kwamba endelea kututumia ujumbe wako, ukituambia kama uliwahi kutapeliwa au ulikaribia kutapeliwa kama ambavyo ameelezea hapa Hussein Ali Saidi. Lakini je, ilikuwaje? Ungana nasi hapa ili tuweze kujifunza pamoja kama ambavyo ndugu Hussein Ali Saidi ameweza kutuelezea. Tumepata darasa kubwa sana kutokana na mkasa wake huo. Na sasa twende tukaungane na ripota wetu tukaungane na ripota wetu Abubakar Ali, ambaye yeye amekutana na wadau mbalimbali huko mtaani na wameweza kutuelezea namna ambavyo basi kama walikumbana na masuala ya utapeli, lakini je ilikuwaje na waliweza kuvuka vipi katika hali kama hiyo. Karibu. Naitwa Fatma Suleiman na kama Dungu. Kwa upande mmoja naweza nikasema kwamba nimeshawahi kutapeliwa kwa njia hizi za mitandao, na bahati mbaya sikujua kwa sababu niliweza kutafutwa na mtu wangu wa karibu, na mara nyingi alikuwa anaweka status kwamba anauza hiki na kile. Kuna vitu tukavipenda na kufuatilia, akasema kwamba ni mizigo ambayo anakuwa nayo, na bahati nzuri au mbaya yeye alikuwa ni mfanyabiashara wa vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo nikaweza kuamini na nikamtumia pesa. Kumbe zile pesa haziendi kwake, zinaenda kwa mtu mwingine ambaye ndio tapeli. Ilienda hiyo kesi tukafuatilia, lakini mwisho wa siku sikuweza kupata haki yangu, japokuwa mpaka leo sina mawasiliano mazuri na nilikuwa ni mtu wangu wa karibu kwa sababu nilisoma naye, ila mpaka leo kusema ananiangalia tu anajisikia aibu. Lakini haya matukio ya kutapeliwa yapo na yanaumiza sana, na mbaya zaidi ukitetereka tu kidogo unajikuta umeingia shakike, umeshapigwa. Ila bado jamii inatakiwa ipewe elimu kuhusiana na masuala haya ya utapeli wa mitandao, na pia serikali iwe inaingilia kati kuona kwamba haya mambo yanapungua, kwa sababu wizi wamekuwa wakitafuta njia mbalimbali za kuona kwamba wanaibia watu walio katika hali za chini. Na pia tunatakiwa jamii ielimike, ione kwamba unahitaji kitu ni bora utumie gharama kubwa au uende mwenyewe sehemu husika kulikoni kutaka vitu rahisi na kuona vitu ambavyo vinakuwa vipo katika mitandao, kwa sababu utajikuta kitu kizuri lakini mwisho wa siku ukikija sicho, kinakuwa ni kitu chengine kabisa. Yani na hata editing ambazo zinatumika kule, unakiona kitu ni kizuri lakini mwisho wa siku unakuja kukiona sivyo. Kwa hiyo jamii bado inahitajika kupewa elimu ya kina kuhusiana na utapeli huu wa mitandao ambao unaendelea, lakini na serikali na jeshi la polisi pia lichukue juhudi za kuona kwamba mwananchi yoyote amesharipoti masuala haya, wao wanafuatilia kwa kina na kuona kwamba yule mwananchi anapata haki yake. Pia jeshi la polisi lisisite kukaa tu, litoe elimu kwa jamii. Jina langu naitwa Abu Rashid Juma Hamisi, natokea maeneo ya Tumbe, Shehia ya Mashariki. Je, umewahi kukumbana na utapeli mtandaoni? Kusema kweli sijawahi kukutana na utapeli au aina yote ya ubadhilifu kwenye mtandao. Je, unawaambia nini ambao wamekutana na utapeli huo?
Kikubwa nachowashauri watu ambao tayari washakutana na mtandao, wanatakiwa wawe alert, wachukue tahadhari, kwa sababu watu wanasema mtu anakosea njia mara ya kwanza, mara pili akosea tena njia. Kwa hiyo ni lazima yeye mwenyewe sasa hivi ajidhatiti kabla ya kutuma pesa au kabla ya kufanya maamuzi, atafute watu ambao wako pembeni yake, apate ushauri ili apate maelezo kwa kina. Je, hii namba au mtu aliyetafuta ni sahihi, ni mwenyewe huyu au vipi? Lazima atafute kitu kama hicho. Je, umewahi kutuma au kupokea pesa kwa mtu asiyekuwa sahihi? Kutuma pesa kwa mtu aliyekuwa sahihi nishawahi kutuma, na pia vile kupokea pesa kwa mtu ambaye kwa si sahihi nishawahi kupokea. Ilikuwaje labda? Mtu wa kwanza huyo ambaye nilituma pesa ambaye si sahihi, ilikuwa siku hiyo kuna mwalimu wangu mmoja na nitumia kama shilingi 50,000 hivi, lakini kufika kwa wakala pale kwenye jina nikamwambia jina anaitwa Mariam fulani, basi likaja jina tu Mariam, lakini si Mariam yule ambaye alikuwa anafanya na nitaka mimi. Pesa zikatuma, nikaondoka mimi, najua Mariam ushafika, mwenyewe kanipiga simu ananiambia mbona pesa sioni. Nikarudi kwa wakala tukaangalia namba, kumbe yeye kwenye namba 52 akaeka 53. Kwa hiyo alikosea hapo na tunataka kuzirejesha, hatuweza kuzirejesha tena. Nishai kumuona ni mjomba wangu binafsi kabisa, ashawahi kudanganywa na watu wa mitandao kwa yeye akitoa kiasi fulani atapatiwa kiasi fulani. Mfano mzuri, aliambiwa akitoa 500,000 atapata 1,000,000 ili aweze kujenga nyumba yake, na mjomba wangu bila kutaka maelezo kwa mtu yote alikuwa hana pesa, akakopa, akaambiwa kufanya nini, asema aachwe mwaka huo lazima ajenge. Kwa hiyo akaenda kwa wakala kuweka hizo pesa. Wakati anaweka pesa, wakala anambia subiri, asema tutagombana, naomba nitumie pesa kwa sababu tayari akili zake zishatekwa, atapewa 1,000,000, akataka kutoa 500,000 na akazituma pesa. Baadaye aipiga simu, namba haipatikani tena. Ni mambo gani utakayoyafanya ili kuboresha usalama wako mtandaoni? Kwanza, jambo la kwanza, naomba jamii itambue kwamba kila unaposajili namba kuna msimbo wa siri ule au neno siri. Hakikisha namba yako ile pale ni siri yako wewe mwenyewe. Usimwamini mtu hata mmoja, hata kama ni baba yako, hata kama mama yako, usimpe namba yako ya siri, kwa sababu uwezo kujua naye atamba tu mwingine. Watu wakijua namba yako ya siri, hata kiasi gani utakuwa ni rahisi kuichukua. Lakini na jambo jingine ni hivyo, tutafute ushauri tunapopigwa simu na watu sio wajua, ili tupate ushauri kwa watu wengine ili tudhibiti huu wizi wa mitandaoni. Anaitwa Shame Chapa Hamadi. Sijawahi kukumbana na utapeli mtandaoni kwa sasa. Wawe makini katika kutumia mitandao, kwa sababu mtu hawezi akakutapeli kama hujampa ushirikiano. Kwa sababu kwanza utampa ushirikiano, atakutaka vitu, sijui taja hichi, fanya hichi. Kwa hiyo yule ambaye humfahamu ukimpa ushirikiano kama